na damu ya Yesu. Sawa sawa, usiogope. Ipo hivi. Mwaposa na kuchana nichukie tu fresh. Na jina langu ukitaka kuitambua unalijua, Neoge tu fresh. Sasa ipo hivi. Mwamposa alipokuwa anakuja kwa mchungaji huyu, si ndio? Anashindwa kufika kwa sababu huyu Mungu anaomwabudu na yule Mungu anaomwabudu ni vitu viwili. Vitu viwili. Mungu awabariki sana. Umeona? Kwa yule akija kwa baba mchungaji ambaye ndio Baba James. Nyote mko mnajua jina? Wachache. Baba James mimi ninamjua kuanzia unyayo mpaka ukucha. Ananizidi umri, mamlaka, na mimi nilikuwa namzidi umri wa kuzimuni, ananizidi umri wa Mungu. Tulikuwa tunachomwa sana. Unaona? Mlikuwa mnachomwa sana. Ndio. Mlikuwa mnakuja kumbe. Tulikuwa tunakuja. Maana hata kanisa yako roho ianzisha kachumba kakiwastani na familia yako, mji wako, tulikuwa tunakuja. Twende na muda. Lakini mnashindwa. Sema haraka, twende na muda jamani. Amen. Niseme alikuja kwa mchungaji akazoa nyayo zake. Mchungaji huyu aliona napita, dogo chukua hii hela, alimpatia shilingi 40,000, akazoa nyayo za mchungaji huyu. Akazipeleka. Alipozipeleka akazileta kuzimuni. Bwana, mimi yani huyu mchungaji ananisumbua. Akienda kanisani ana watu, ana maombi, mpaka inanitetemesha moyo wangu, nashindwa kulala. Umeona? Ndio maana yani nikiwa kanisani yale maombi yake yananizidi nguvu, mpaka nikiwa naomba nachukua na leso najipangusa jasho. Ile ni jasho ya mchungaji, natetemeka asitokee. Mkafanyaje? Umeona? Ule mchanga wakachukua. Umenielewa? Lucifer na nani make mimi tayari walikuwa amesha nijua na moto. Ndio? Wakachukua ule mchanga sasa. Wakaweka. Akasema anaitwa nani? Eti nimemsahau kidogo. Najua jina lake, mnajua anavyozungumza Mwamposa. Nimemsahau kidogo. Sawa? Si ndio hivyo? Baada hapo akasema mtoto wake anaitwa James. Huyo. Mtoto wake mwingine. Umeona? Sasa akaweka saini ya watoto hawa. Akachaguliwa huyu. Sasa mimi nilipoenda nikakuta kuna nini? Kuna jina la yule mtoto. Kuna nyayo za huyu. Kwa sababu nakuwa unaziangalia kwenye kioo. Alafu nikitazama huku mchungaji, maombi yamepamba. Alikuwa anazoa ule unyayo. Ukweli ulivyo niko madhabahuni, Mungu ni shahidi. Haki ya Mungu napata na pia kwa hali za Mwenyezi Mungu najua ndiye atakayehifadhi. Si ndio? Walikuwa wanaugusa ule mchanga, walikuwa akiugusa tu kila mtu naanguka chini. Tumeelewana? Ndio. Sikiliza. Alipokuwa kianguka mmoja mmoja, Mwamposa akamwambia chukua huo mchanga urudishe. Tutakufa hapa. Mwamposa akasema ni kweli kuna moto unaofuata. Akasema sasa kama unataka uweze kutajirika, ufanikiwe, upate watu wengi, tafuta mchanga. Leta mchanga. Ndio maana akaita mchanga kana uzia 1,000. Kwa hiyo kumjua huyu nimepitia Mwamposa. Nisingemjua. Na Kanani kuja kuijua ya kwanza nilijulia nyumbani.
Ya pili nikaja kaijua kwa mama, sikujua kama kuna Kanani. Ndio na mimi nimeamua kufika mahali hapa, nishatubu dhambi zangu, nimejikabidhi kwenye mikono ya Bwana Yesu Kristo aliyeko hai. Amen. Sasa saa 6 tunaelekea saa 7. Nyinyi watu ngoja kidogo. Nyinyi watu wa mjala mpaka sasa hivi. Njaa imeenda wapi? Haleluya. Sasa humu kuna wachawi humu. Unasikia anachosema huyu? Ndio maana nilipoenda Marekani, yule jamaa alileta mkutano huko. Alikuwa na nia kubwa sana. Ana ushindani mkali sana kwa sababu unajua tunapiga sana huko. Lakini huwezi kushindana na Yesu. Uchawi wote ulikwisha laaniwa. Una nguvu juu ya mataifa. Lakini kama unamtumikia Mungu, hata wakusanyane hao 80,000 hawataweza. Huku kote wachawi wanatafuta kila mahali Kanani, askofu wa Kanani. Napanda ndege huko, wachawi wanaambizana, unafika kila mahali unakuta yaani kabla sijatua tunakuta tayari watu wamesha, mji mzima umeenea. Anaeneza ni wachawi. Lakini wamejaribu imeshindikana. Biblia inasema watapigana nawe lakini nimekuwekea ukuta wa moto. Amina. Wewe kama ni mchawi, ukiri kama huyu bwana, ndipo utakaposhinda. Ukiri kama huyu bwana, ndipo utakapofanya nini? Utoe siri. Kadri unavyotoa siri za wale kuzimu, nisikize mimi hapa. Sisi hapa. Unapotoa siri za kule kuzimu, ndivyo unapata nguvu za kiroho. Ukizificha, nguvu ya kiroho inadhoofika. Usiogope, hawa hawatakuweza. Moto alionao sasa hivi ni tofauti na ule wa kwanza. Yesu amemzingira. Kadri utakavyosimama kwenye imani, ndivyo Mungu atakavyokaa na yeye saa zote. Haleluya. Wale watajaribu kuja mara kadhaa, watashindwa. Mara kadhaa watashindwa. Kwa kuwa wanakuja, huyu naye apambe moto kwenye maombi, kwenye neno la Mungu, watakuja hata kuzungumza naye, atawashinde. Yeye akisema damu ya Yesu, moto wa Yesu, wale wanakimbia vibaya sana. Unafikiri kuwa kiongozi wa Freemason Tanzania au kanda ya Ziwa? Yaani nilikuwa wote watu wakafana wa Tanzania, ndio wote mpaka wasanii special original. Msanii unavuma kuanzia Harmonize, umeona, na wacheza filamu, wacheza mpira, kuanzia Harmonize na ni huyu Lava, si ndio? Wakina Chendo au waigizaji, kila Mvevo, wakina wengi sana nimewasajili. Kila Mvevo namba yake ya mwili, si ndio? Anaikuwa na namba, alikuwa anataka kuelekana kama ya kwangu. Ya kwangu ilikuwa ni namba 396. Ilikuwa ndio namba yangu. Yeye alikuwa na namba 394. Yeye za Freemason ndio. Kwa sasa tunawajua wacheza mipira. Yani watoto wote wale ingia wako hapa. Na wajua. Wewe ndio ulikuwa boss. Mimi ndiye nilikuwa boss. Mimi ndio nilikuwa nawafunulia pesa. Mimi ndio nilikuwa nawapa hera. Mimi ndio nilikuwa na saini. Si ndio? Umeona? Kama kuna kitu wanataka kutoa, wanaenda huku kwa mkuu ambaye ndio Sifa, wamenye mapembe hivi.
ana mdomo hivi umeachama kila dakika, si ndio? Akisha saini natoa fulani. Akishasema mimi natoa fulani, akisema nenda kwa mkuu wenu asaini. Mimi naenda na anakuja, mimi natoa fulani tan 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 tan. Ameenda. Akishaenda, si ndio? Pale tunakuwa tuna picha yake. Mbinu za wachawi. Unachukua kajicho ka huyo mtu, panakuwa kuna picha, unakasogeza, unachukua hii sindano, unachoma pale. Fulani kwanza, sasa njoo huku. Kichwa kinauma, hospitali, dakika 2. Au kwenye gari tuna mbele. Umeona? Ndio mbinu za wachawi. Mchawi bila akienda kuroga bila kaungo au bila kutoa nje kinu. Nataka nimroge nani? Mama Baraka, Mama Faraja, Mama Abdu, nani? Anatoa kinu nje. Anakuja na maji ya roho lala usiku. Anamwaga pale. Akishamwaga, anaingia ndani, analeta dawa nyeusi, anaweka. Akishaweka, anachukua mkia, anafanya ndio sasa anaanza kuchezesha viuno vyake, anazunguka kile kinu. Akishakizunguka, anakikalia mara 3 kwa kuzunguka. Akishakizunguka, kuna video mule inatoka. Anachukua filimbi. Frani. Tayari hicho ni kikao cha wachawi. Wanajigeuza paka. Nini? Mjusi uliomo ndani. Unashangaa mchawi amekuweka mjusi ndani, wameupachika. Ukiona huo mjusi, tayari mke na mume ngumi. Mnagombana. Maelewano hamna, mjusi humo ndani tumetulia. Ile ni kamera Freemason ya kimetegwa. Kwa hata kama kihitaji kutoa kafara, hata Harmonize, Diamond Platinum ni vyepesi sana. Mati alishakutumia mjusi, unamnasa unatoa. Kwa hiyo wale wanatoa kafara sana kina Platinum na wengine. Wale na wachana makavu, unajua mnanisikia. Uhakika. Si ndio? Aliomo humu. Mimi niko hapo nje. Waje tu. Aje, umeona? Diamond kutoa kafara yake. Si ndio? Mwezi huu anapaswa kutoa msanii mwenzake. Mwezi huu. Si ndio? Ndio. Alikuwa ataka mtoe nani? Lavalava ndio maana kaimba, yani bora tuachane. Hiyo nyimbo ndio angetolewa kafara ndani ya huu mwezi. Umenielewa? Angepasa katoa huu mwezi tarehe 28 saa 6 usiku kwa kutumia gari lake. Ndio angemtoa. Si ndio? Na mwaka 2026 tarehe 1 atatoa tena msanii wake, ndiye atakayemtoa wa kike, na anampenda, anajua anaimba naye nyimbo, mnamjua. Nani? Zuchu yumo chama cha Freemason. Alijiunga, wenye simu mkubwa anamuona. Anamtoa, alikuwa anataka mtoe Nandi. Okay. Ila Nandi amemuwahi Mondi kwa atasababisha ajali mitaani. Walioko wapi? Mfikishie habari kwamba fulani nilikuwa natumia jina kure. Si ndio? Mnataka na jina? Mnataka na jina? Muda wa chakula. Endelea. Kwa anatumika jina kama Kembi. Kembi maana yake ni mkuu wa kiongozi cha chama cha Freemason. Kembi sio andiko, sio nini. Kembi. Yaani kule kwa ndio jina Keri. Yaani ndio jina umeandika. Hivi kule mnaongea lugha ya Kiswahili au lugha ya Kikuzimu? Kule uwezo kuzungumza Kiswahili.
Yaani kwa mfano kama Mondi anatoka huku Tanzania, anaingia Freemason, anasema kiushi, yani kiushi, yani ninakuja. Mwenzake anasema kiri, yani uji umeua. Yani anasema kiushi, yani ninakuja. Mkuu anamwambia kwamba kirushi, yani uji umeua. Sijui umenielewa? Hivyo hivyo. Kwa hiyo mkizungumza wote wacha mnazungumza lugha hiyo ya kuzimu. Yaani kule ukitaka kuzungumza unakuta mtu hakuna mtu anayezungumza Kiswahili kule. Hayupo hata mmoja. Kila mtu atakuja na zungumza lugha yake. Mnazungumzaje kule? Kule unasema kiriru, si ndio? Kirnari Rajes Drakobgiris. Yaani hapo nimekuja, niambie unataka nini? Kafara. Mmenielewa? Tumekuelewa. Umesikia lugha hizo? Tunajifunza hapa. Kuna lugha za kuzimu. Hawazungumzi lugha hizi. Ndio maana mtu akawa anaombewa anatoa lugha nyingi mno. Lugha nyingi. Kama yeye nani ya tekere mama wa mkoma. Ile movie ya maneno ya kuambiwa, ile nyimbo inapenda kutumika kule chini muda wa kafara. Umeona? Ndio huo. Jamani, nyimbo zote za dance mnazielewa nyinyi mnaokaa mnapiga mamuziki haya? Zinatoka wapi? Mkihitaji starehe bata. Yaani kuanzia bia, mgorigori, mimi najua kila aina pombe. Kuanzia bia, mgorigori, wanzuki, gongo, ndimasi. Zilikuwa za nini? Si ndio? Yaani ambazo zilikuwa zitumiki huko. Akandi, kanovera. Vilikuwa vinatoka huko chini, ardhini. Zile pombe kama pombe, ndio maana shetani anakutumia kwa kunywa pombe. Ukinywa pombe, pale unapolewa wewe unaenda unalewa. Usiku ukienda kulala, hata familia ukumbuke unalala kama mzigo. Tunakuja tunakuchukua, tunatoa damu, tunafanya tunataka, unarudi. Mmenielewa jamani? Kama ni kulima, unaenda kulima majaruba. Umeona? Kama kufanya nini unafanya hivyo. Kwa kila starehe ya duniani ya pombe kuzimuni. Kuna kila starehe. Ndio. Sasa sikilizeni tena. Lugha ya kuzimu umesikia maisema hapa? Kuna kitu umeambiwa? Kuna kitu umesikia? Kuna kitu umeelewa? Lakini yeye anaelewa. Na wanachama wote wa kuzimu wafanya nini? Na kila anayeenda awe mzungu mbaniani, lugha ni moja. Na wanaelewana. Amina. Lugha ya duniani humu tunaelewana. Lugha ya mbinguni ya Roho Mtakatifu wewe uelewi na hawa nao wafanya nini? Mashetani nao hawaisikii. Kiswahili, Kizungu, Kibaniani na kisikia. Ile ukienda katika roho hawasikii. Ndio maana baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, hakikisha una exercise hiyo lugha, unaitumia kwenye maombi yako binafsi mara kwa mara. Na kanisani hata kiwa tuko hapa sasa watu tumeokoka, kuna mchungaji yuko hapa anahimiza maombi, awahimize watu nenda katika roho. Kama sivyo haiwezi kukaa kwako, lazima uendeleze. Amina. Uiendeleze mara kwa mara, uiendeleze kwa sababu ndio njia pekee ya kumkwepa shetani asijue mipango yako. Lakini ndio njia pekee ambayo itakufanya Roho Mtakatifu akuombee kuliko vile unavyojiombea wewe. Kwa sababu unanena, ukinena akili yako haina matunda. Anayekusikia naye haelewi. Shetani naye ni Mungu tu anazungumza, malaika anazungumza kwa niaba yako na Mungu kwamba mtu msamehe, mtu mpe kitu hiki. Kwa hiyo mipango yako yote shetani anakuwa ajui unafanya nini. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kunena na kuomba mara kwa mara na kurudia. Kipindi tunapokuwa hapa askofu akisemama mchungaji, nenda katika roho, ingia katika roho. Sasa hatuneni humu kwenye speaker kwa sababu tunakwenda duniani, mataifa yanatuzama, nani anatuzama. Kwa hiyo unakuta tunatoa chakula kizuri na kuwatupia nguruwe, baadaye wanakuja sisi kutuziaki sasa. Lakini kwa kuwa tunaujua ukweli, Paulo akasema natamani kunena kwa lugha, lakini mimi nanena kuliko nyinyi nyote, lakini nikiwa hadharani nitazungumza
maneno ya akili. Sawa? Kwa kila aliyoko hapa hakikishe kila maombi wakati wote ule anaingia rohoni. Haleluya. Saa 6 tukizubaa hapa ni asubuhi. Bado kijana yupo akali na mengi ya kusema. Tutamrudisha tena tupate maswali sasa, ili kila mtu aulize la kwake, tuone namna anavyoweza kuya. Lakini kubwa, muombeeni. Jina lako nani? Jina langu naitwa Baraka Samuel. Una mke na mtoto? Yes. Au wote ulishawatoa?